Wewe. Wewe. Nini? Wewe. Sema nini mbona una shida gani sasa? Nimekupata nini mke wangu? Mbona unaanza kunitia hofu katika moyo wangu? Nje. Mtu. Watoto wadogo tu hao. Ivona. Nilikwambia mimi watoto wenyewe mtaa wote waoga tu. Hamna cha mwizi, hamna cha nini. Wewe Ivona, amka kwanza. Wewe Ivona. 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 Wewe. Wewe. Mke wangu. Wewe. Mke wangu. Hebu amka. Ivona. Wewe. Wewe. Ivona. Ivona wewe. Mke wangu. Wewe. Majirani jamani. Majirani msaada. Ivona. Wewe Ivona. Ivona. Wewe. Pokea. Ndugu yangu, nakuomba nyumbani. Acha hizo, nakuomba nyumbani, njoo haraka. Wewe. Wewe Ivona. Amblesi! Eti amblesi wewe. Jamani, Ivona. Malipo yake kwa dunia ni kuna milango mingi ndugu zangu sikia. Mbinguni kuna milango mingi ndugu zangu sikia neno la Mbinguni kuna milango miwili ndugu zangu sikia neno la Bwana. Mbinguni kuna milango miwili ndugu zangu sikia neno la Bwana. Mbinguni kuna milango miwili ndugu zangu sikia Ndondo yo ndondo. Ndugu yangu Macintosh, pole sana kwa mtihani. Baada ya kuvunja nazia, Ndio mipango ya Mungu. Najua uzito wa mitihani kama hii, lakini haya yote ni mipango ya Mungu. Huna budi kumshukuru Mungu kwa chochote kinachotutokea sisi wanadamu.
Lakini ndugu yangu, mimi kuna jambo moja pale hospitalini limenishangaza sana. Kwa muonekano na uasilia ambao upo kabisa, inaonekana kabisa shemeji hali yake bado sio nzuri. Sio nzuri kabisa. Lakini sasa cha ajabu, wale madaktari wamemruhusu arudi nyumbani ili hali yake hairidhishi. Uzangu, hata mimi pia nilishangazwa kama nyinyi mlivyoshangaa hivyo. Kiukweli nilijiuliza sana. Lakini niliongea na daktari akanifahamisha. Akaniambia mkeo tumemchukulia vipimo vyote. Cha ajabu hawajaona ugonjwa wowote kwa mke wangu. Hii kweli changamoto hii. Inawezekana jamaa. Hasa kama madaktari ndio professional wao na hawajaona ugonjwa. Unaonaje labda tukajaribu upande wa pili? Umesikia bwana? Hapo bwana ndugu yangu, mimi nafikiri Ndio tusikimbilie sana kwanza kukimbilia upande wa pili. Mawazo yangu mimi hapa. Na nafikiri tusubiri kwanza. Kwa sababu madaktari ni maprofessional. Ndio. Endapo hawajagundua ugonjwa, unajua kuna kitu kingine labda wanakihisi. Maana wamempa tu dawa za maumivu. Kama wamempatia hizo dawa, mimi nafikiri itakuwa ni busara sana tukiacha kwanza atumie hizo dawa. Akishatumia hizo dawa, alafu tukaona sasa hali bado inaendelea vile vile, hapo sasa tunaweza tukafikiria sasa kwa upande mwingine. Ama sivyo bwana? Sawa, mimi nadhani hilo halina taabu. Tuombe Mungu bwana, maana Mwenyezi Mungu ndo kila kitu. Mimi naamini atakaa sawa tu. Basi mimi nishukuru, na lingine hapo ndugu yangu ni kuombe, kwa sababu tangu jana ile ulivyonipigia simu nikakurupuka hai kuja kwako. Unajua jambo zito hili. Kweli. Kuja huku uwezi kuamini. Sikuoga tangu jana. Hivi unavyoniona hapa hata mswaki sijapiga. Kwa hiyo naomba nipate ruhusa yako kidogo na mimi nikafanye kwenda kujisafisha. Mambo mengine tutafanyaje? Tutawasiliana. kuna simu. Sawa. Tutasiana brother. Mimi nadhani hilo limepita. Mimi nichukue nafasi hii kuwashukuru sana kwa sababu mmenionyesha ushirikiano. Tangia jana usiku tumeshinda wote hospitali mpaka kufikia muda huu. Mimi sina cha kuwalipa, ila Mwenyezi Mungu atawalipa. Amina, mimi nashukuru. Bwana, asanteni sana ndugu. Yaani tumeombewa binadamu. Bwana, hata siwasindikize. Hamna shida. Wewe pumzika. Poa bwana. Mbinguni kuna milango miwili ndugu zangu, sikia neno la Bwana. Sikia neno la Bwana. Mlango mmoja ni wa uzima. Mbinguni kuna milango miwili. Sikia neno la Bwana. Mbinguni kuna milango miwili ndugu zangu, sikia neno la Bwana. Unataka ujaza kumwagikia? Wewe mbona ngoja kidogo kwani? Bana, mimi usijazia natosha. Nikumbuka kitu. Hebu tufanye mpango wetu tukamuone vyema. Maana na siku ya pili anaumwa. Mume wangu jana usiku kaenda kuona hospitali. Na ameniambia ya kuwa hivi bado ana hali mbaya. Pia hospitali hakuna ugonjwa wote ulioonekana. Hakuna ugonjwa ulioonekana? Ndio shoga yangu. Sasa sikia, hapo kutakuwa kuna jambo limefanyika. Unamaanisha nini kusema hivyo?
Sasa kuna shanga nini? Acha utoto wewe. Wewe utaka kashapewa kitu kizito. Sasa cha kufanya mama. Tufanye tu mchakato tukamuone. Ya tunaanza kuogopa. Shauri yako wewe tu utaondoka. Namba tu. Meli mwanangu, ifikapo saa 9 kamili nina jambo langu. Nahitaji chakula mapema. Ifikapo saa 8 kamili niwe nimeshakula. Sawa mama, lakini sio kawaida yako kusuka makuti. Na pia sio kawaida yako kulia chakula nje. Hilo jambo mbona linaonekana ni la serious sana? Mimi nadhani sio kila kitu ninachokifanya ukijua. Mengine ya kupita mwanangu. Na mimi kula nje nimeamua. Na ili kuti kusuka ni mojawapo ya kukamilisha kazi yangu. Sawa. Saa 6 kamili. Ifikapo saa 8 kamili nahitaji kula chakula. Kamilisha kazi yangu. Sawa mama, nimekuelewa. Basi ngoja nikaandae chakula. Mbinguni kuna milango miwili, ndugu zangu sikia neno la Bwana. Mbinguni kuna milango miwili, ndugu zangu sikia neno la Bwana. Sikia neno la Bwana. Mlango mmoja ni wa uzima, mlango mmoja ni wa kilio. Na kuona mama umekaa chini? Sijakaa chini, nimekaa kwenye mkeka. Hatuna jinsi.
Sijavaa jinsi. Nimevaa baibuli. Makubwa shoga yangu. Madogo yana nafuu. Mbinguni kuna milango miwili ndugu zangu, sikia neno la Bwana. Mbinguni kuna milango. Sasa mke wangu, kunywa viuji kidogo ili uweze kupata nguvu, sawa? Lakini licha ya kupata nguvu unapokunywa uji, kwa hiyo hata dawa zitafanya kazi kwenye ubora wake. Kunywa kidogo angalau kwa uchache tu. Mke wangu, kunywa uji. Mke wangu, unajua mimi nakupenda mwenzio. Wewe ndio furaha ya moyo wangu. Unavyokataa kunywa uji, mimi unaniweka katika hali gani mwenzio? Mimi naamini chakula ndio uhai mke wangu. Na mimi sihitaji kukupoteza mke wangu. Mimi nikwambie ukweli tu. Katika hii dunia mtu aumwe, asiumwe, anatakiwa ale ili aweze kuishi. Mimi sihitaji kukupoteza mke wangu kwa sababu nakupenda sana. Ukiondoka wewe, mimi nitabaki na nani? Walinena wanaojua kunena, kuugua sio kufa. Na mimi niungane na huo msemo. Mimi sihitaji wewe ufe nikupoteze mke wangu. Mimi nakupenda sana mwenzio. Nakupenda sana mke wangu. Sijui kwa nini, sijui dunia. Mimi nakupenda sana mke wangu. Kunywa angalau kwa uchache ili uweze kuishi mke wangu. Sijui kwa nini, sijui dunia. Kwa nini napata tabu mingi tu jamani? Kwa nini kwangu tu? Yaani bora ingetokea mimi nahisi kama ningeumwa mimi mke wangu kuliko kuumwa wewe, kwa sababu mimi nakupenda mwenzio. Sijui nifanye nini, sielewi, lakini mimi ninachokiamini, Mungu nayemtumaini mimi ni msikivu. Atasikia tu kilio changu. Utakaa sawa mke wangu. Ndio, utakaa sawa. Mimi na imani utakuwa mke wangu, ni moyo wangu upate kuwa na furaha. Mimi na imani tu. Nakuja mke wangu. Nakuja. Nahisi sipo sawa. Sawa. Nakupenda.
Habari zenu jamani? Salama shemu za kwako. Bwana ndio hivyo niseme mbaya si. Ndio hivyo bwana tunauguza pale. Pole sana shemeji yangu. Nishapoa. Haya, unaelekea wapi? Na huyo mgonjwa kwa nyumbani umwacha na nani? Si unajua tena wahenga wanasema peke yako haitoshi. Kwa hiyo nimeona niende kwa mume wa Rose hapa jioni angalau tukabadilishane mawazo kidogo. Yupo afya yako utamkuta amejaa tele. Si unamjia mzee wa YouTube yule. Kuto kuangalia mieleka. Mambo yake ya mieleka. Yaani jioni bwana na mimi huaga namwambia mieleka ni uongo, lakini bado tu unafanya vitu vingine uangalie YouTube ujifunze. Ndio hivyo haya na nyewe wapi tena? Sisi tunakuja nyumbani kwako kumuona huyo mgonjwa. Lakini cha kushangaza sasa, mwenyeji wetu ndio huyo unaondoka. Sitakuwaje? Kidawa kwa mdomo nyinyi. Tuyaache hayo. Hata hivyo pale ni nyumbani kwenu jamani. Na mlango nimeacha wazi kwa sababu nimehofia nikitoka kama hivi yeye huko nyuma anaweza akazidiwa watu wakashindwa kuingia ndani. Ni kweli lakini kweli kabisa. Basi sasa ngoja sisi tukamwangalie. Nendeni mkampe faraja shoga yenu. Naona na zawadi kidogo. Nampelekea kidogo ongeze damu. Na yeye kula ni ngumu, mtabidi mbembeleze. Au ile mimi chungwa kumwakilisha. Basi. Lazimisheni kidogo angalau hali kidogo. Hamna shida. Kido kitandalu beta kisanga pili dindamu yagwe yaliye kido kikumi. Kido kitandalu beta kisanga pili dindamu yagwe yaliye kido kikumi. Sema mamangu. Mahaba mwanangu, jambo? Nashukuru Mungu alhamdulillah. Sijui. Si jambo, karibu. Asante bwana. Mimi namuona John mara moja. Haya. Mwanangu? Samahani baba. Hiyo ndio. Nilisikia mke wako anaumwa, anaendeleaje baba? Ni kweli mama yangu. Mke wangu anaumwa sana. Ufupi yuko serious. Unajikaza tu kwa sababu ndio hivyo mimi ni mwanaume, ndio maana najikaza, lakini kweli anaumwa sana mke wangu. Na haswa mtu akinitajia kama hivyo kuhusu swala la mke wangu. Ndio naumia kabisa yani. Ndio naumia kabisa. Mtu kisikia tu amemtaja mke wangu. Naumia sana. Unajua baba, ugonjwa kuingia ni rahisi sana. Lakini kutoka unakuaga kazi sana mwanangu. Wewe ni mwanamume babangu. Vumilia. Atapona tu mke wako. Asante mama. Sawa mwanangu. Pangoni muone jamaa. Sawa. Atoboi huyo. Kido kitandalu beta kisanga pili dindamu yagwe yaliye kido kikumi. Unapigaje hapo? Hapana, nimekwambia hivi, atatoboa. Mwenyezi Mungu atamsaidia tu huyo. Mama, umesema mke wako atatoboa. Atatoboa inshallah, Mwenyezi Mungu atamfanyia wepesi inshallah. Asante mama kwa dua. Haya. Mama. Kido kitandalu beta kisanga pili dindamu yagwe yaliye kido kikumi. Kido kitandalu beta kisanga pili dindamu yagwe yaliye kido kikumi. Pole sana ndugu yangu. Maradhi kwa binadamu kuingia ni rahisi sana. Ila kutoka ni ngumu. Ni kweli hivyo anachokizungumza. Alafu tumekuletea haya machungwa ya. Unataka unywe yote mpaka umalize. Sio, unanielewa? Kingine, usio unapenda kujifungia sana ndani. Wewe unatoka nje. Kwa sababu ukikaa humo ndani, yani ugonjwa ndio unazidi. Na afya yako itazidi kuisha. Maana hapo una siku 2 tu tayari ushaisha. Unanielewa? Ndugu yangu,
Mimi naona hamna haja ya kuwa na mawazo. Wanaume sisi tumeumbwa na vifua kwa ajili ya kustahimili mambo mazito ambayo wanawake hawawezi kuyastahimilia. Sisi wanaume tunakuwa tuna uwezo wa kustahimili kulingana na tulivyoumbwa. Kwa hiyo lazima ujikaze, uonyeshe ule wanaume. Kwa hali sasa ilivyofikia sasa hivi, inabidi mimi na wewe tuwe kitu hiki kimoja. Yaani tushikamane sasa kuhakikisha kwamba ili swala linaisha. Iwe kwa ugaga gigikoko, iwe kwa ngumi, iwe kwa kufanya chochote, lakini tuhakikishe ili jambo linafanyaje? Linaisha. Mimi ndugu yangu nina wazo. Ndugu yangu, kwanza John, nataka kujua ni wazo gani ulokuwa nao. Hakitoshi. Kwa hali ilipofikia, mimi kwa sasa nashauri twende kwa mganga. Yaani kwa hatua ilofikia sasa hivi John, mimi niko tayari kwa chochote kile. Wewe utakachoniambia mimi nitakifuata ndugu yangu. Basi tusipoteze muda ndugu yangu. Twende mara moja ili tuweze kumnusuru shemeji. Na kweli walinena wanaojua kunena, chelewa ukuta mwana si wako. Basi twende. Saidie mioni yako. Pole. Takuona mama. Jitahidi hapo umalize hii. Ani bado kidogo. Na sasa hivi. Inege wanita mama wanitia nini? 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 Kati yenu hapa nani mwenye mke? Huyo. Mimi hapa. Mbona hali ya hewa imebadilika? Mmekuja na nini? Niko nasikia harufu. Hata mimi nimesikia muda mrefu sana mtaalamu. Mimi kwa upande wangu nimekuja na fendo hizi hapa. Labda kwa upande wa John nimeona yeye mezani na viatu. John. Baba. Hivyo ni viatu vyako? Hivi sio vyangu baba. Nilikuwa nimeazima tu kwa jirani kujia huko. Vyake. Naomba vitupie mbali. Vimesababisha paka jini ameshindwa kupanda. John, nini? Vaga soksi. Mke wako ana matatizo makubwa sana. Tawile. Ila msaada mkubwa upo kwa huyu mwenye mke. Yeye ndio kumsaidia mke wake. Na maana gani mtaalamu? Paka sasa ninavyoongea, mke wako ashamchimbia kaburi. Naomba nisaidie mtaalamu, tafadhali. Naomba unisaidie. Tafadhali. Saidie bwana, maana huyu lake langu mimi. Na ndio maana nikamleta. Yaani hama yani vyovyote vile. Saidie. Acha. Sasa naomba unisikize kimakini. Amelogwa na jini mdondo. Mimi waga sifichi malazi. Chanzo cha matatizo yote
ni mama mwenye nyumba wa John. Na leo yuko anasuka kuti. Tawile. Na lile sio kuti. Ule ni moyo wa mke wako. Saidie baba. Yaani msaidie. Na kila anavyoendelea kusuka, na ndivyo anavyozidi kuvuta roho ya mke wako. Naomba nisaidie mtaalamu, tafadhali nakuomba sana. Mimi sihitaji kumpoteza mke wangu, naomba unisaidie. Yaani kashateseka vya kutosha. Naombeni mnisikilize. Nitawapa nazi mdondo. Nazi nini? Nazi mdondo. Nazi nini? Mdondo. Inatakiwa utoke hapa uende paka kwa mama mwenye nyumba wa John. Hii nazi ipasue nyuma yake. Hakikisha mtu yoyote asikuone. Hata John asikuone. Sawa, Tawile. Na akitokea mtu yoyote yule ameona, basi tumekwisha. Taweza, tajitahidi. Saizi ni saa ngapi? Saa 8:01. Itapofika saa 9 kamili, inatakiwa hilo jambo umeshalimaliza. Nakupasua. Ndio. Sawa. Ikipita hata dakika moja katika huo muda nimeowapa, basi sisi wote tutakwisha. Utajitahidi. Nitajitahidi, mtaweza. Bema. Hicho chakula tayari uko ndani? Bado. Nilikwambiaje? Nilikwambia saa 8 kamili. Ikifika saa 8 nahitaji chakula nile. Na ikifika saa 9 nina jambo langu. Mpaka saa hizi hujanivishia chakula, maana yake nini? Sawa mama, sasa hivi tu kinaiva. Uji upo motoni tu unatokota. Sasa jichanganye. Unanijua vizuri nadhani. Sawa mama, hata usijali. Yaani mimi sijui niseme nikushukuru vipi kusema za kweli. Subiri kidogo. Nini sasa? Nakojoa. Unakojoa nini sasa? Uhai wangu, wewe una uhai wangu na unakojoa nini? Twende bwana. Sasa uhai nakojoa. Bwana wewe una saa muda ushaisha bwana. Sasa mke wangu mimi. Unakuwa uko serious mwanangu. Yaani mwanangu kusema kweli, yaani Mungu akuhifadhi kiukweli kabisa, Mungu akuhifadhi. Wewe bwana ndugu yangu. Mimi siwezi nikaona wewe unapata matatizo, alafu mimi nikakuangalia. Na mimi nimeona nikasema huyu ndugu yangu wa damu. Mimi wewe wapi huko sasa bwana? Tupite huku bwana. Sikiliza hii shortcut. Hii ndio shortcut ndio. Unaona sasa? Mwasia bwana, yule bwana ana majini kusema kweli. Majini tu. Majini yanayo bwana. Mimi naweza nikakupeleka sehemu. Sio nikupeleka sehemu. Yaani yule bwana anaona, yaani mimi nimeona waganga lakini sio yule. Una uwezo kwa kuna mpaka muda wa kufa. Sasa mganga anakaa polini kama mchicha. Ndio. Nimekusimamisha hapa mimi kukusisitiza. Uende kule. Sasa unanisimamisha nini tena njiani hapa? Najua tuna haraka. Sio John, mimi nikusimamisha kwa sababu moja. Wewe bwana umeshika uhai wetu. Afadhali ingekuwa unakufa wewe na mkeo tu peke yako. Ndio maana nimekusimamisha nikusisitize bwana, ukafanye kazi. Uhai wangu nao mimi hapa. Ndio. Ukikosea tu kidogo wote tuna ndei. Na muda amekusisitizia utakuwa uende moja kwa moja ukafanye nini? Ukafanye kazi kwa wakati. Kwani sasa hivi saa ngapi? 8:07. Sasa lakini mimi nikombe jambo moja, umeelewa? Na wewe kipindi hicho kwa sababu mimi nitakuwa niko busy, wewe ukakae na shemeji yako pale umwangalie. Kwa sababu mimi naweza nikawa niko huku kule kazidiwa, inakuaje unadhani? Lakini angalizo sasa. Usije ukavua viatu vyako ule bado anaumwa ukamuua moja kwa moja. Jini ule pale umevua viatu kataka kufa. Umeona sasa? Unaanza tena mambo yako. Pale unajua nimekumind kinoma pale. Umejifanya wewe ndo unamjua juzi na Songsi, nimekuangalia tu pale. Basi unaongea kila mtu akusikie na wewe John una mdomo sana. Sasa umeanzisha wenyewe. Za mtoto bubu ndo utaona faida ya mdomo. Acha mambo yako bwana. Wewe fanya. Nenda bwana kafanye kazi. Twende basi wote.
Ona sasa. Ona kabisa. Bwana. Wewe umeambiwa kule mganga kasisitiza uende peke yako. Sasa hizi unaanza kapepa twende wote. Hatakiwi mtu yote kukuona. Hata mimi sitaki kukuona. Nimefeli sehemu ndogo. Basi naomba hiyo nazi. Angalia sasa. Nazi si hapo unayo mwenyewe nazi. Bwana kweli yako bwana. Basi baadaye basi. Baadaye. Hamna shida. Hii miwani yako basi hapo. Haya. Baadaye basi. Mambo. Poa. Unapangaje? Hizi ndio unafanyia mtoto wa kike. Asubuhi ulikuwa wapi? Mama jamani, mimi nilitoka kidogo ndo narudi saa hizi. Niondolee hapo miguu yako. Tafagia kesho. Nataka uniharibie tu mimi wangu, muangalie. Toka unamtumbulia nani macho? Ondoka. Mama jamani, nimechelewa tu kidogo. Nasema, tafagia kesho. Toka hapo. Kuna milango miwili ndugu zangu, sikia neno la Bwana. Sikia neno la Bwana. Mlango moja ni wa kilio, mlango moja ni wa uzima na kusagana. Sikia neno la Bwana. Mbinguni kuna milango miwili ndugu zangu, sikia neno la Bwana. Mlango moja ni wa kilio, mlango moja ni wa uzima na kusagana. Sikia neno la Bwana. Mbinguni kuna milango miwili ndugu zangu, sikia neno la Bwana. Naona bi mkubwa unaendelea hapo. Mwanangu. Sawa sawa. Mbinguni kuna milango miwili ndugu zangu, sikia neno la Bwana. Sikia neno la Bwana. Mlango moja ni wa kilio, mlango moja ni wa uzima na kusagana. Sikia neno la Bwana. Mbinguni kuna milango miwili ndugu zangu, sikia neno la Bwana.
I say, kweli kwenye miti hamna wajenzi. Yaani anavuta sigara rafiki yangu afu ule moshi ndio unanikatisha tamaa. Bonge la moshi unaambiwa. Hata mtu akitokea anaweza kujua malaika anarudi siku ya mwisho kumbe moshi. Dada anavuta kweli yani. Bwana na muda unazidi kuenda rafiki yangu. Umemaliza hicho? Nifanikishe wapi ndugu yangu? Yaani hapa mchongo mwanangu sio mchongoma. Mpaka dakika hii mimi nataka nifanye hilo jambo hapa lakini kuna huyu dada huyu nani anaitwa CD huyu mwenye rasi. Huyu rasi noma yani noma kishinzi miayusho kidoma huyo. Najua kama miayusho ndio yuko sasa hapa. Sasa sikiliza, mimi si ndo master plani. Wewe miayusho kweli mimi naelewa miayusho. Akishaanza kuvuta feki hapo ni balaa mpaka jioni. Hivi atoke. Huyo namba zake mimi ninazo. Nikisema nimpigie mimi simu huyo atashtukia issue. Hapa cha kufanya mimi nampigia yule msela wetu. Nampanga mazingira kwa sababu huyo demo maisha zake si shisha. Sawa wewe mpangilie. Mimi nitampigia ili amtwangie huyo. Ikiwezekana nini? Amvute sehemu. Kwa vyovyote ataenda kwa sababu ndio biashara zake. Yaani nikishafanikisha hilo mimi nafanikisha haraka wala usiwaze. Yente mwanangu, sasa wewe usikae mbali. Aking'oa tu umalize issue sasa. Haya poa. Muda ndo unazidi kuyoyoma. Sasa hajaona adhabu nyingine za kusema tu hata liminye hai. Mkoli liminye hai. Waganga wanaonea watu tu wana makusudi kweli kaka. Hata nikilia pia kwa jini majini wanaoga na huruma. Mimi kaze. La wewe na baba mzazi mzee wa Mafongolo Stunya. Shwari kama kaa. Sasa sikiliza baba. Ile issue yetu tunaelewa mchakato wetu na huyu ndugu yetu ile tatizo lake. Ndio. Yale mazingira tutakuwa tumezungumza kila kitu kimeenda. Fresh. Sasa kitu kikubwa kinachotakiwa pale kuna kazi lazima mwamba aifanikishe. Sasa pale anapotaka kufanikisha kazi kuna demu mmoja amekaa pale ubarazani sehemu ambayo mwamba ndo atakuwa nini afanikishe ile kazi. Ndio. Na hawezi kufanya hiyo kazi mpaka huyo demu atoke. Sasa sikiliza, huyo issue yake. Mimi nakutumia namba zake. Sababu yule issue zake sana anakodisha mambo ya shisha haya. Wewe utamgusa. Ukishamgusa utasema wewe umepewa namba na mtu fulani nini ili umvute ulipo wewe. Basi sawa, nitumie namba zake. Utamwambia tu aje na mizigo kamili aje hapo alokupa namba atamkuta hapo hapo. Hapo. Sikia neno la Bwana. Mlango moja ni wa kilio, mlango moja ni wa uzima na kusaga. Sikia neno la Bwana. Mbinguni kuna milango miwili, sikia neno la Bwana. Sikia neno la Bwana. Mlango moja Ari, unipange. Mlango moja. Najua unifahamu. Nakuja. Shoga yangu na tabia mbaya. Tuliahidiana vizuri twende kwa mgonjwa wote. Ndio nini kuondoka peke yako mimi kuniacha? Sema ndio nune au? Mimi sijapenda bwana, ulivyofanya sio vizuri. Yaani wewe na Kidawa ameenda kumuona mgonjwa. Kwa hiyo nyinyi muonekane wema, mimi nionekane mbaya tena. Basi samahani. Nisamehe mimi. Umekasirika? Ndio nimekasirika. Basi usikasirike. Maana tulipanga mimi mwenyewe baadaye twende tukamwone Evona na maana tunajua hali yake ile. Bado hajakaa sawa. Sasa anazidi kwenda kia Mungu.
Joni, sikiliza ndugu yangu, yani mimi nashindwa hata kuelewa, yani nataka kupasua sasa hivi ndugu yangu hapa. Mke wako rafiki yangu kaja na shoga yake, rafiki yangu wameganda pale pale barazani. Mimi nashindwa hata nielewe nafanya nini, alafu na ukiangalia masando yanazidi kwenda. Mimi bwana, kama haiwezekani mimi cha kufanya, mimi naenda kubutua nazi pale pale mbele ya upotele mbali. Wewe sasa angalia sasa unatumia akili gani uwatoe pale? Yaani mimi najikutanisha changanyikiwa, yani mpaka dakika hii mimi sielewi. Sawa, mpigie mke wako angalia jinsi gani unamwambia ili atoke pale, umtoe mke wako. Sawa. Tumekaa pale pale yani. Au siji nichukue nazi tu nijibutulie kwenye kichwa, sina pasuka tu, fumu gumu bwana. Binadamu mgumu, ndio maana akigongwa na gari inapinda. Basi sawa. Tumepanga siku yenyewe tuende na Kidao usiku. Tukamwone hivyo, na unajua hali yake bado haijakaa sawa. Najua. Sasa usimuone na wewe ndo nini sasa hivi? Mume wangu anapiga simu. Mume wangu. Niambie mke wangu. Safi, habari? Safi safi. Sasa upo nyumbani? Ndiyo, nipo nyumbani. Sasa kuna jambo moja, maana mimi niko huku kwa mke wa Macintosh. Nilichokuwa nakuomba mke wangu, unajua tena mazingira alivyo bwana Macintosh. Kuangaikia kidogo mambo ya tiba ya mkewe. Anafuatilia dawa fulani. Mimi ndio niko hapa, unajua sasa mimi mtoto wa kiume. Sema nitakaa hapa nitaanza kumpikia huyu mgonjwa hii uji si nini, itakuwa ni uongo. Japokuwa naweza. Sasa kwa nakuomba kama una rafiki yako yoyote na nini au wewe mwenyewe uko free ufanye inawezekana uje huko hata mje kumpa kampani mpikie hata uji kidogo nini. Ndio. Hapo kuna mwenzako kumpa kampani. Kusaidia. Haya. Sawa mume wangu, nimekuelewa. Mimi kuna rafiki yangu ndio. Kuna rafiki yangu nitatoka naye. Hapo ndio ninapokupendea mtu wangu. Hapo unifikiria. Ndio. Nakupenda bibi. Nakupenda pia. Nakupenda. Haya basi fanyeni sasa. Haya sawa, tunatoka sasa hivi. Haya. Haya. Sikia? Mume wangu huyo. Basi tukamwone hivyo. Sawa. Haya ndo maneno sasa. Haya, twende. Bora wale umeondoka. Wewe mpumbavu mkubwa wewe. Nimekwambia uniletee chakula saa ngapi? Nimekwambia uniletee chakula. Unaniletea saa hizi. Saa 9 kasoro dakika 13. Wewe mpumbavu eh? Yaani mimi ningekuwa mchawi wewe nishakula nyama. Mpumbavu mmoja wewe. Mama, wewe ni wa kuniambia maneno kama hayo? Sikutegemea. Nitokee hapa nsije nikakupiga bure mimi. Sikutegemea. Wewe
Kayenge yenge kumugore, kayenge yenge kumugore, wara mama barasuruje, kurangende kumuraba. Wala mama barasuruje, kurangende kumuraba. Kayenge yenge kumugore, yenge kumugore, la mama barasuruje. Kurangende kumuraba, la mama barasuruje, kurangende kumuraba. Mtaalamu. Ndio mtaalamu. Johnny. Ndio. Kwa nini mwenza anaenda kinyume na masharti niliyompa? Ameenda kufanya kazi ile baba. Hapana, hajafanya kazi yoyote ile. Anashindwa kufanya kazi. Amelala? Hebu mwambie afanye kazi kwa sababu muda unaenda. Atatupoteza sisi wote. Sawa baba yangu, sawa. Sasa hivi afanye kazi. Sasa hivi nampigia baba. Kuna uhai wangu hivi. Yaani uhai wa watu wengine wale hauna umuhimu kama uhai wangu jamani. Kuna uhai wangu. Saa 9. Ndugu yangu. Safi sana Binivanga. Kazi yangu imekwenda kiuleni kama nilivyotaka. Saa 9 kamili. Jambo limekwenda sahihi kabisa. Kama watoto wa chuo tumefika eneo la tukio. Tunasubiri kupiga mpunga. Safi sana. Cheketu. Pe mtoto wa kilii. Acha habari za kifala bwana. Wewe muda huu unatakiwa ufanye kazi. Wewe umelala bwanangu. Wewe una uhai wangu juu. Unatembea na uhai wangu juu. Nililala baba. Ulipitiwa ndo nini bwana wakati wewe una uhai wangu bwana, mbona mambo ya ajabu unatembea na uhai wangu na unapitiwaje? Cheketu. Pe mtoto wa kilii. Pole shoga yangu, utakaa sawa tu, utapona. Jikaze aje. Utakaa sawa tu. Vipi? Shemeji, hali ya mgonjwa imebadilika sana. Naomba mpige mume wake. Sasa tulieni, sawa? Msipige kelele hapa mkawafaidisha watu au mkawapa faida watu. Nikisema tumpigie mume wake hapa sasa hivi tutamletea shida au tutasababisha matatizo mengine. Ushanielewa? Mume wake huyu yuko katika jukumu kubwa sana la kuweza kufanyaje? Kupambania huu uhai wake. Kwa hiyo sio muda mrefu na imani huyu atakuwa yuko sawa. Sawa? Ponye tulie. Tulieni. Cheketu. Maese, mtoto wa kilii. Mlete, cheketu. Maese.
Shemeji. Unaniona? Wewe, shemeji. You can see me? You see? Shem. You can see me? Safi. Kaenda na saa 9. Nilijua kaenda na saa 9. Mambo yameisha. Uhai wangu umerudi. Murakoze cyane. Uramufashe cyane. Ongera sana. Ongera sana. Amepona huyo. Kama mwenye nyumba mambo yote yakamrudia dia. Kweli ubaya malipo yake kwa dunia ni ya sawa. Kweli ubaya malipo yake kwa dunia ni ya mama mwenye nyumba mambo yote yakamrudia dia. Kweli ubaya malipo yake kwa dunia ni ya mama mwenye nyumba mambo yote yakamrudia dia. Baada ya kuvunja nazi ya Karibu. Asante, shikamoo. Marhaba. Vipi? Safi tu, habari za hapa? Nzuri bwana. Kwa nimepata lepe kidogo la usingizi. Nilikuwa nimelala kidogo. Ndivyo haya. Kuna nini utokako? Kuna habari gani? Shida gani? Samahani baba. Mama alikuwa ameniagiza ana shida na wewe. Mimi huyo? Ndio. Ndio, alikuwa anakuomba mara moja ukazungumze naye pale nyumbani kwa sababu hali yake kidogo sio nzuri. Sawa. Sasa kamwambie mimi nitakuja. Ndio. Na nitakuja kwa mambo hayo mawili. Moja la kumsikiliza yeye, wito wake na shida yake. Lakini la pili la kwangu mimi nalo ni kuhusiana na nyumba hii, upweke umetawala. Sasa kama hivyo ndivyo nahitaji na mimi kuwa na mke. Chumba huyo ujue ni wewe. Uje utunze nyumba hii. Kiti bwana. Unchi sana babangu. Sasa ndio vizuri na kutunza. Shakuwa nyani ngwengwe tena. Nyani ngwengwe ujue lishakwepa mishari mingi. Kwa unajua sasa mbichi na mbivu. Na namna ya kuweza kumtuliza mwanamwari nyumbani. Kama itautarizi basi nitakuja kuzungumza vizuri na mama. Sawa, ngoja mimi nimuwahi mama kwa sababu hali yake kidogo sio nzuri. Mimi nakuwa na msichana mstaarabu, basi nitakuja huko kwa mama yako. Sawa, karibu. Haya sawa. Shukrani. Haya sawa. Haya. Unanifaa sana wewe. Kuna nini tena? Nashukuru sana mwenyekiti kwa kuja. Mimi naumwa sana mwenyekiti. Lakini nilikuwa na ombi. Ombi langu ni dogo lakini ni kubwa sana. Naomba unisikilize mwenyekiti. Nilikuwa na ombi.
umuite Macintosh na mke wake na mazungumzo nao, lakini usimuite Macintosh peke yake. Naomba upitie kwa John, sababu John na Macintosh ni marafiki sana, na urafiki wao umedumu kwa miaka mingi. Ana uwezo wa kumsikiliza kwa kila kitu. Kwa hiyo ukipitia kwake, najua hili jambo langu halitoshindikana. Na kuomba mwenyekiti, lakini usiwache wakaja peke yao. Naomba uambatane nao na mazungumzo. Wewe ndo wa kunifanya nizungumze na kunifariji. Sawa, sasa ujumbe wako nimeusikia. Kwamba ungewahitaji hao mabwana ili tufanye kikao cha pamoja. Na kama ulivyonieleza, sina budi kutekeleza maagizo yako. Mizali, wataka jambo lako la moyoni mwako kulisema mbele ya wote wakiwepo, basi hakuna ugomvi, lakini huwezi kuanzisha magomvi hapa. Chanzo cha wewe kuwaita ni nini haswa? Maana ni vizuri wale nitakokwenda kuwapelekea ujumbe huu kwa mnaitwa tufanye tukutane, kuna shida gani? Wataniuliza swali, nitashindwa kujibu. Ni kweli mwenyekiti, napaswa nikwambie kirefu, lakini nimeona kwamba nisikwambie ukiwa peke yako. Naomba akiwepo Macintosh na mke wake na akiwa na rafiki yake John. Haya, basi sawa. Mimi nitafikisha hizo salamu, tutakutana baadaye. Mimi ni mtumishi wenu na sina budi kuwatumikia, na hivyo basi ujumbe nimeuchukua. Maasalamu, wacha mimi nikaliweke hilo sawa ili baadaye tukutane. Nashukuru mwenyekiti, nashukuru sana. Haya, basi baki salama, sawa. Ugua salama. Sawa mwenyekiti, nashukuru. Karibu baba. Haya. Na mwanangu anatoka, angekupikia hata vichai baba. Na nimemtania huyo, mwambia nyumba hii nataka uangalizi. Nilimwambia nitakuja kuleta posa, kaondoka pale kanacheka cheka. Hakutoa majibu rasmi. Naam, ndugu zangu, baada ya salamu niseme tu nashukuru Mungu kwa jioni ya leo tukakubaliana tukutane kwa ajili ya kuweka mambo haya sawa. Malalamiko yamekuwa ni mengi, kila mmoja anashutuma juu ya mwenzie, vidole vimekuwa vikielekezana namna hii. Hali ya mtaa wetu imevurugika kabisa, na tunakoelekea itafika mahala tutashindwa kuzikana sana, kwa sababu kila mtu anamuelekeza mmoja kidole namna hii, huyu ndiye huyu, huyu ndo huyu. Sasa itafika mahali tunavyoanza kuogopana hivi, itakuwa sasa si mziki yule, kwa sababu kanirogea ndugu yangu, kaniharibia huyu sijui anataka mke wangu afe, azikwe au ale nyama. Sasa ni mambo yanayoogofya kwa watu wanaojitambua, wanaojifahamu katika mahali fulani, basi upenda kukutana na kuweka sawa juu ya mambo hayo. Baki inaweza kujafika sasa mtu wa nyumba hii anaumwa sana, matokeo yake akakata roho akafa, lakini watu wasikia harufu sasa pale. Ukipita nyumba pananuka vibaya, lakini sasa namna ya kwenda mkachukue mwili mkaustiri hamuwezi. Ninyi watu hamuongei sasa. Kwa hivyo nikasema watuhumiwa wote bahati nzuri mnajuana, ukazaliwa nyumba ile, nyumba hii. Wengine mzaliwa mko hapa wadogo mpaka mmekuwa watu wazima, mabaleka, wengine mmeshaoa. Sasa uzuri ni kwamba mama mwenye kunyoshiwa sana vidole, maana hapa tuweke wazi bayana, ni Mama Mary kabisa. Najua
Bwana Macintosh, una malalamiko yako, lakini tukuweke nyuma baada ya yeye kusema. John ana ushuhuda hapa, anaweza kusema chochote na wengineo watasema. Lengo letu ni kuwekana sawa sasa, tuzikane. Turudi kama zamani na kuomba chumvi, wanamsaidia unga wa kupika hata uji ninywe na mtoto. Mama karibu. Maana nimeanza na wewe, hawa wote wawafahamu, lakini shutuma kidogo nyingi zimekuja kwako. Nashukuru mwenyekiti wa serikali ya mitaa. Nakushukuru sana kunipa nafasi. Ulichokiona hapa ukiache hapa hapa. Wenzako wote hapa wanapita hawajaniona, wewe peke yako ndo umeniona mimi. Sasa chale zako nimeshaziona na na uwezo wa kuzipoteza, na nikakufanyia kitu chochote kile ninachokiweza mimi. Ukimwambia mtu yoyote yule hili jambo umeliona na kupoteza, nisikilize kwa umakini. Mimi na uchawi unaitwa mdondo. Unanielewa vizuri? Mimi ndo Bini Vanga. Jaribu kumwambia mtu na kupoteza. Potea! Potea! Kwa kweli nimefanya kosa kubwa sana. Nahitaji kusamehewa kweli. Macintosh na mke wake nimewakosea sana. Naomba unisamehe kwa kweli. Macintosh, umesikia hayo? Mimi nimeyasikia mjumbe, na mimi binafsi yangu kusema kweli nimeshamsamehe duniani mpaka akhera. Labda mke wangu kwa sababu yeye ndio amekosewa zaidi, kwa hiyo azungumze chochote kile. Sawa. Kama nataka kukata moto. Mama, hebu mumstiri. Halo. Mama. Maki, mumshikeni basi mumstiri. Mfumbeni macho. Jamani. Mama. Msaidieni atoe shahada. Msaidieni. Muombeni. Hebu fanyeni chochote hapo. Fanyeni chochote basi. Msaidieni. Mwenyekiti. Afana aleke. Mama. Jamani. Aombewe jamani. Aombewe jamani. Wala music. Wala mke wangu alimkuta mama mwenye nyumba yetu anapiga tunguli. Mama mwenye nyumba kamwambia mke wangu asimwambie mtu yoyote, atajuta akitoa hiyo siri. Vile unajua wanawake kwenye vikao akikaa, akawaambia shoga zake. Mama mwenye nyumba akajua, tunguli akabeba akapiga manyanga ili cha moto apate kukiona. Alipata shida tukaenda kwa mganga, mke wangu apate kupona. Kweli ubaya malipo yake kwa dunia nia. Mama mwenye nyumba mwaya mambo yote yakamrudia dia. Kweli ubaya malipo yake kwa dunia nia. Mama mwenye nyumba mwaya